La pili, wasihru, na uchawi. Uchawi ni kabira min kabairi dhunub. Uchawi ni dhambi kubwa kabisa miongoni mwa madhambi makubwa, bali dhambi la uchawi limetajwa kwa ukafiri hasa. wama yuallimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. hao malaika wawili Haruta wa Marut, Qur'ani inaeleza wama yuallimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. na hawafundishi malaika hao wawili kufundisha uchawi yoyote yule mpaka wamwambie malaika, sisi ni mtihani tumeletwa, usikufuru kwa kujifunza uchawi. Kwa hivyo uchawi umetajwa kama ni ukafiri kwenye Qur'ani, na wanasema ulama wakielezea as-sihr wa huwa ala qismain. Uchawi unagawanywa katika sehemu mbili, na zote hizo sehemu mbili ni uchawi tu, lakini kwa ujumla uchawi unagawanyika sehemu mbili. Maneno haya kaeleza al-allamatu Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Al-awwal, qismu cha kwanza ni aqdun waraqiyun. Pana uchawi wa kimaneno na kimaandishi. Huu wanausema aqdun waraqiyun, vifundo vya kimaandishi ni qiraatun wa talasimu, ni visomo vinavyosomwa na maneno yanayozungumzwa, wa talasim, na matalasimu. Talasimu ni vitu kama hirizi vyenye kuandikwa. Yutawassalu au yatawassalu biha as-sahiru, anapitia mambo haya mchawi ila istikhdami shayatin, anapitia mambo haya mchawi kwenye kuwatumia mashaitani, fima yuridu bihi dharar al-mas'ur, katika kile ambacho anakukusudia kwa jambo hili, ikiwemo kumdhuru mwenye kufanyiwa uchawi. Kwa hivyo ni maneno au visomo vinasomwa, talasimu zinaandikwa, wenyewe huziandika ima kwa zaafaran, na wengine huziandika zitalasimu kwa damu za wale wanyama ambao kiti anataka sheitani, ima damu ya njiwa au damu ya kondoo. Mara nyingi wanaagizwa damu hizo, na pengine akaambiwa talasimu iandikwe kwa damu ya mtu, tena katika watu unaowapenda, sahara, ili kupata ule uchawi. Wanatumia mambo haya kuwapata mashaitani, ili shayatini wawatumikie katika kile ambacho wanakitaka kitokee kwa yule wanayemroga. Kwa hivyo wachawi hawawezi kuwa wachawi mpaka wasaidiane na shayatini, na mashayatini hawatoi msaada wao ila baada ya kulazimisha kufanya makosa ya kiwango cha ukafiri na chini ya hapo. Hii ni aina ya as-sihr. Al-qismu athani, kismu cha pili cha uchawi pia, ukiacha maneno na maandishi ya matalasimu hayo, kismu cha pili wanasema ni adwiyatun wa aqaqir.
tuathiru ala badal al-mas'uri wa aqlihi wa iradatihi wa maylihi wa huwa ma yusamma bis-sarf wal-'atf. Aina ya pili ya uchawi anaeleza Ibn Qayyim rahimahullah, adwiyatun ni madawa inayotumika, wa aqaqir na mizizi, mitishamba. Aqaqir ni a'shab, ni miti mbalimbali. Usije ukasema kwamba yule mimi nimefika pale ni dawa tu yeye, hana mambo mengi. Mizizi pale, utapewa majani, utafukizwa na vivumbasi na vinuka uvundo, basi. Wachawi pia wanatumia hiyo mizizi pamoja na uchawi wao. Aina ya pili ya uchawi ni adwiyatun, ni madawa, wa aqaqir na mizizi. Tuathiru, madawa haya yanaathiri. Mtu anakuroga kupitia madawa fulani, chukua hii mkorogee kwenye chakula, akila khalas, mambo yatakamalizika. Chukua dawa hii kaimwage katika ofisi yake au mlangoni kwake anapopita, na mfano wake. Ikawa madawa haya tuathiru ala badal al-mas'ur, yakawa yanaathiri katika mwili wa aliyerogwa, wa aqlihi, na yanaiathiri akili yake, lakini pia wa iradatihi wa mailihi, na yanaathiri kule kupenda kwake na kule kuchukia kwake. Mtu anakuwa anapenda kitu sana au anakichukia kitu sana, na huu ndio ule uchawi ambao wanafanyiwa wapenzi au wanandoa, ima wapendane sana au wachukiane sana. Wa huwa ma yusamma bis-sarfi wal-'atf, ndio ule uchawi wa kumgeuza mpenzi wa mtu akamchukia mpenzi wake, kama ni mume akamchukia kabisa mke wake, au ni mke akamchukia kabisa mume wake, wal-'atf na kinyume chake. Uchawi wa kuvuta mapenzi, si mapenzi ya kawaida, yanakuwa ni mapenzi ya kichawi. Mtu akapenda mpaka akawa kipofu, Waswahili wanaita limbwata. Akaambiana yule bwana akapewa limbwata, hapindui pale kwa mke wake, au mwanamke kila anaofanyiwa anapigwa huyo, tolewa manundu kwelikweli, kachomwa kwa moto vidole, kachomwa kwa visu, hakuna silaha hajapigwa nayo, lakini kila akiambiwa atakuua yule mume, basi usiende. Kapigwa leo, kesho kaenda, hakuna kheri yoyote anaipata. Wanasema karogwa yule, karogewa yule mume. Si kawaida yako mambo hayo, yanaitwa as-sarf wal-'atf. Hutumika mizizi na dawa watu wakarogwa, lakini katika yote hayo wanatumika shayatini na wafuasi wa shayatini katika hili. Kwa hivyo usishangae vituko ambavyo wanaofanya wachawi, mara kabadilika kawa fisi, ghafla kawa mtu, wengine wanaruka angani, na wao si viumbe wa kuruka, si ndege wala si vipepeo, lakini wanaruka. Usishangae, ni kwa sababu wachawi wanafanya kazi karibu kabisa na shayatini, bali ndio auliyau ash-shayatin, ndio mawalii wa mashaitani. Sawa, Kwa hivyo jambo la pili katika madhambi mazito, asihru, ni uchawi. Na ndiyo maana dhambi hili ukiachilia mbali hukumu yake huko akhira, kwamba mchawi ni katika watu walioingia madhambi yenye kustahikisha moto,
huko akhira. Fi dunia, katika dunia hukumu ya mchawi Uislamu umeiweka wazi kwa sababu ya uzito wa jambo la uchawi. Kwa hivyo haddu as-sahir, hukumu ya mchawi katika Uislamu, darbatun bisayf, ni kupigwa kwa upanga. Mchawi akifikishwa kwenye mahakama ya Kiislamu ukathibiti uchawi wake, anauawa bisayfi aljallad, kwa upanga wa jallad, panga moja tu.